السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ndugu zangu Waislamu na msiokuwa Waislamu, niko hapa kuijibu clip alionijibu Aisha Juma, ambayo ndani ya hiyo clip amedhihirisha lile lilokuwa limejificha kuwa yeye ni adui wa Uislamu na ni adui wa Waislamu. Ingawa alijaribu kutapatapa na maneno ya kujaribu undo whatever she did in her previous clip. Kwanza kutuita sisi the so-called Muslims, yani bila heshima, bila adabu, sisi ni the so-called Muslims. Kisha akamalizia na kusema kuwa kumzika Zakaria ilikuwa ni vitendo vya kichawi na vitendo vya kicult. Kwa hivyo sisi ametuita Waislamu kuwa ni wachawi na ni watu wa cult, yani wa imani za kijini za kitawi hivi ambazo hazieleweki. Kwa hivyo Juma tukwambia kwanza, Mwenyezi Mungu ametuambia katika Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Enyi mlioamini, mkijiliwa na mtu fasik, mzuzi, mzushi, muongo, fatabayyanu, expose that person, whoever it is. Antusibu qauman bijahalatin, msije mkapatikana na results ambazo mtakuja jutia nazo, mkapatikana na ujinga, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kisha mkajuta baadaye. Juma Warabu wasema jitanibu qala wa qila, jiepushe na maneno ya kwa nasikia naambiwa, kwa sababu all that you are doing right now is you are working on a hearsay, vitu ambavyo huvijui on the ground. Sasa tukwambia sisi facts on the ground, kuwa tulipo hatua zote. A recap of my earlier clip, alianza ili jambo mwanzo tulizungumza na mamako mzazi, tukamwambia azungumze na wifi yake ambaye ni mamake marehemu. Pili, tukamuita mjombako Steven Kazungu, tukakaa naye Majid Answari, tukazungumza naye mpaka midnight. Tatu, tukachukua hatua ya kwenda kotini. Pili, mkakataa kuja kotini mlipoitwa. Tatu, hukumu iliposoma mkaja, mkaeka vurugu ambapo tulipopatiwa mwili. Nne, mkagadha vijana waje kuweka vurugu kwa advice by your lawyer, kwa nendeni mkaeke vurugu mochari, maiti isitoke. Ndio tukachelewa kwa sababu police protection ilichelewa kuja, tukachelewa kutoa mwili mpaka usiku, lakini tungezika mchana. Usibabaishe details and facts. This can be verified by the OCS wakijipwa of Amos Lopeta na Waislamu tuliokuwako pale. Pili, umezungumzia kuhusu uongozi, umejipiga kifua kwa wewe ni kiongozi. Ukumbuke wewe ni kiongozi ulikuwa kiongozi wa kisiasa, kiongozi wa kisiasa. Kuna viongozi wa aina tofauti. Wenzako tulionda uongozi tangu tukiwa wadogo. In primary school mimi nilikuwa head boy Takango Primary School, ambapo nilitoka na CP yangu pengine tutafananisha visomo vyetu. CPE mimi nilitoka na AAA. Division 1 form 4 form 4 nikatoka na Division 1. Form 6 nikatoka na 3 principles and 1 credit. First year University of Nairobi nikawa the best student in the Faculty of Arts, academic year 1988-89, and while graduating graduating with the first class honors in the with Bachelor of Arts. Nikawa lecturer University of Nairobi in the Department of Linguistics and African Languages. Nikawa training manager Coca-Cola Saudi Arabia. Nikawa distribution manager Yemen, Canada, Hadramaut. Nikawa regional manager Coca-Cola Sudan. Nikawa general manager Pepsi Cola Tanzania. Nikawa general manager ambao ni Mwanza, Mbeya, Southern Highlands ya Tanzania. Nikawa the first general manager wa Pepsi Cola Kenya, ile limejengwa pale Babadogo. Nikawa Senior Operations Marketing Manager wa Coca-Cola Africa, Central East and West Africa Business Unit.
nikawa national manager Almasi Beverages, nikawa business development manager wa Masafi Dubai in Oman, nikawa country manager wa Masafi Dubai ambayo iko Kuwait. So that is a snippet of who you are talking to. Kisha katika viongozi ambao ni watajika Kenya hivi sasa, nimekuambia His Excellency the President Ruto, tumesoma naye University of Nairobi, walikuwa na lot double intake kama ulikuwa wasikia, hata ulikuwa kwa primary school pengine ukuelewa. Walikuwa kwa mbele, mimi nilikuwa kwa nyuma by a year. General ambassador Governor Sakaja ni product ya Lenana School, ambao alikuwa Governor Abdul Samad ni product ya Lenana, Junet Muhammad product ya Lenana, Senator Kajwang product ya Lenana, Governor wa Tharaka Nithi Muthomi Njoki was my classmate in Lenana School, watu ambao tumebrush shoulders with. Ukija jana ambao ni tarehe 29 April msikitini, ndugu yako Charo Bekadama amekuja kukuombea msamaha kwa matamshi mabaya uliyozungumza kuhusu Uislamu na Waislamu. Nimechukua msahafu na kuapia, wallahi billahi tallahi, naapa, sio na kuapia, naapa wallahi billahi tallahi, ndugu yako Charo Bekadama alikuja msikitini jana kuomba msamaha. Jamani, alivyosema dadangu ni vibaya, ameutukana Uislamu, na mimi naomba msamaha kwa niaba yake na nitazungumza naye. Tukamwambia kwanza kutetwe kisha kupatanwe, kwa sababu ametukana Uislamu, hakutukana individual. Hilo la pili. Charo Bekadama pia ndugu yako akatuambia kuwa kila wewe unapokuwa mgonjwa unampigia simu umwambie Ustadh Abubakar akuombee upone, including the last time you were sick. Mbona hukuitaja katika ansa yako? Mbona hukujibu kuwa nyinyi mna majini, na kila mnapokuwa na majini watu wako na wanaposhikwa na majini mnamuita Ustadh Abubakar kuja kuombea? Lijibu hilo, useme ni uongo. Aisha Juma, wewe mrongo. Jambo la tatu ni kuwa umesema kuwa hutaki Ustadh Abubakar aondolewe Masjid Ansari, abaki imamu pale. Maneno yamesemwa na ndugu yako, na mimi nazungumza under oath. Umesema ndugu yako ndani ya msikiti jana 29th of April. Cross check with your brother. Kwa hivyo usije hapa na uzuzi na maneno ya kirongorongo, na kusema kuwa wazazi wake na familia haikuruhusiwa katika kuzika ni uongo. Tumepeleka representatives, order ilitoka katika mahakama kuwa mushirikishwe katika mazishi. Tumekuja katika kumsafisha, kumkafini marehemu. Family members wako walikuwa kwa ndugu yako, kwa baba Abdalla Karisa tulikuwa naye katika mazishi. Chai tulikuwa naye katika mazishi. Kisha tukamtuma Chai ende akamwambie mamako mzazi, na akamwambie mjombako Steven na shangazi yako mamake marehemu waje wauone mwili kabla hatujenda kuzika. Wakakataa kuja kuzika. Speak facts, wacha kuwa mrongo. We ni mtu mzima, ni aibu mtu mzima kusema uongo. Uliposema nimekuja kumzika dadangu, na kushukuru ndugu yangu umekuja kuzika kumzika dadangu. Ndiyo tabia yetu watakaongo na Waafrika kwa jumla. Watu wanapofiliwa hatutizami huu ni wa kabila gani wala ni wa dini gani, tunazikana. Hukuja peke yako. Kitu kimoja Uislamu unasema kuwa wala tansaul fadla bainakum, msisahau fadla mlizotendeana. Na kuambia kuwa ulipokuja kumzika dadangu Arafa ulinipatia 30,000 kusaidia katika mazishi, na kushukuru, na tulikushukuru kama family. Ingawaje wewe ulitaka tuitangaze kwa jahara, sisi hatufanyi hivyo. Tutasema kuwa sadaka ikitoka kwa mkono wa kulia, mkono wa kushoto usijue. Ndio Uislamu ulivyotufundisha, ili wewe nawe upate ya faida ya kutoa ule mchango. Na dadangu alikufa na COVID-19. Kwa hivyo ukisema kuwa tulikuja kumuona umrongo, hukumuona Arafa,
kwa sababu alipokuja mimi nilikuwako, mimi ndiye nilimreceive pale, nilikwenda naye Makadara, nikakuja nikarudi naye, tulimfunga tukasema asifunguliwe, tukamzika hivyo hivyo. Sema nao hiyo pia ni cult na uchawi wa Kiislamu. Lakini nakuambia tu hukuwa peke yako. Rafiki yangu Governor Mngaro alikuwako katika mazishi. Rafiki yangu Owen Baya alikuwako katika mazishi. Walikuja kumzika dadangu mimi. Walikuja kwa niaba kwa walimjua Arafa na walijua mimi kama rafiki yao kuja kuzika pale. Mwisho kabisa ulisema sijui hao kina nani waliozikwa usiku. Masahaba wa Kiislamu ndio grade number 2 badala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nimekutajia Abu Bakar, Umar bin al-Khattab, Uthman bin Affan na mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Bibi Fatma kuwa walizikwa usiku. Wewe kwa utovu wa adabu waje kutuambia hao kina nani hao, kama ambao ni watu wote. Juma, fanya adabu na imani za watu wengine. Sisi hatujatukana Ukristo, usitutukanie Uislamu na wa viongozi wetu wa Kiislamu. Na mwisho kabisa, hata ndugu yangu Aineni aliyeuliwa tulimzika usiku. Leo mtakaongo watu wengi tumewazika usiku. Muhammad Suleiman bin Ali wamjua, tulimzika usiku. Ilikuwa ni vitendo vya kichawi. Kwa hivyo let's not get emotional about this. Let's confine ourselves with facts ambazo huna, ni uongo mtupu. Na ukisema kwa utahakikisha hili limejibika au limelipika, ikiwa watutisha kwamba vitendo vya kikora, fanya utakavyofanya. Sisi tuna Mungu, wala huwezi kututishia maisha. Sisi Waislamu bwana tuko very straightforward. Tuamini Mwenyezi Mungu na hatunaamini kuwa litakalotupata linatoka kwa Mwenyezi Mungu. Hakuna binadamu atakayesababisha kifo chetu. Kwa hivyo tuko tayari nawe, farasi hawa na nyangwa hizi. Jumwa, sema ukweli au unyamaze. Wa hadha, assalamu alaikum.